Sky Cable TV Kenya, beyond the real. Je, unahitaji manukato mazuri ya kunukia yanayodumu siku nzima? Downy Perfume ni manukato yanayodumu kwa nguo zangu siku nzima. Wengine wakiongeza manukato yanayofifia kwa muda mchache zaidi. Downy Perfume hubaki kwa nguo zangu zaidi ya manukato ya gharama. Hivyo mimi inabaki kunukia kwa nyakati ambazo ni muhimu. Kwa matumizi ya Downy, jaribu leo kwa shilingi 15 tu. Energy is reinventing itself. That is why Total is transforming and becoming Total Energies. In the night, I saw you, but it's different this time. In my mind, I call you, 'cause I want you by my side. Time keeps ticking. Time keeps ticking. Time keeps ticking on me. I'm on the last chain, and then I see you, darling. Won't you wait for me? I'm on the first train, on the first train. Na ngagikihoka ati ni wati dia Thayo we mwireri wakwa wa Sky Cable TV na ngagikunyita ugeni hari metha itu ya mohoro ya Sky Cable TV Thaa Imwe nigetha ngikumenyithie riboti na mohoro maria twatinda tugikumathira muthenya mugima nginyagia ithaa riri ni ngugutamburukirie njitagwo Wanjiku wa Njau. Kuihuire kieha maithori na kiriro kinene mwena wa Mwingi riri mihango ya guthie na mbere na kuoya riri mihango ya guthie na mbere na kwethana na miri iria irathire iria iraingirire ruwe na bathi irathie na mbere na mihango ya guthie na mbere gutambura miri nyumba-ini ya kuiga miri ya Mwingi level 4 irathie na mbere miri iria yonekanite gukinyiria riu ni miri 33 12 iri ya family imwe. Lakini hatujaweza kuwapatia hiyo fursa ya kuona hiyo mili, manake bado madaktari wanaifanyia kazi. Ile ya jana 22 ishafanyiwa postmortem tayari na tukaiweka vizuri. Kwa hivyo mili yote imetengenezwa na imewekwa vizuri. Sasa kwa saa hii ile inaendelea ni ile ililetwa jana jioni ambayo ni mili 10 na hiyo 10 ndio inaendelea kushughulikiwa ndio ichukuliwe fingerprint. Hiyo process lazima ikuwe, manake kifo cha maji ni tofauti sana. So hatutaki kufanya makosa tuweke wapendo wao kwa mchanga alafu wakuje tena watoe. So hiyo ndio polisi wako very careful na DCI yako karibu ambaye anashughulikia hiyo mambo. Tuita family ya Sky Cable TV tukake mahe pore shitu na tukake mahoera Thayo uria matangimenya urio hana riri marathie na mbere na ihinda riri iritu. Tugithie riboti-ini iyo ingi andu 6 kuma mwena wa Njoro county-ini ya Nakuru ni marifotetwo gukorwo makuite thutha wa kunyua njohi ngananie mwena ucio. Family ciao cikiuga ati manyuire njohi ino muthi wa Juma na thutha ucio gucoka gukaya ati ni maraturwo na nida.
Kwa saizi mimi hadi sioni vizuri. Sioni vizuri kweli. Nimeamua tu hivyo, nasikia bado nikaa niko mlevi na hadi sioni vizuri. Muamshe nimuite. Kuita kumuita amki. Afanye nini? Nikamchukua nikamkamata kujaribu kuzimamisha yeye. Nikaona huyu mtu yuko. Hapo ndo nikaita mandugu yake kwamba hebu nihakikishie mtu kama ako hai ama najia gani. Kaniambia huyo yuko. These people died not from alcohol. We are from the hospital direct talking to the MOH, who have confirmed to us that these people were treated here and they died of poisoning but not alcohol. Aciari na anyiti itemi ngũrani nĩ morĩtie thirikari nene na thirikari ya kaunti kũrora mabataro ma ciana iria cirĩ na mawathe macukuru-inĩ ma mũingĩ kuona kaingĩ matikoragwo marũmbũyĩtio. As we mark and celebrate the persons living with the special needs. So leo, the biggest challenge in society is stigma. Lack of accessibility, inclusion, and also the fact that the society is not well versed with the various disabilities that are there and what kind of interventions are needed. And if that was done, I always say we are all candidates of disability, and just because I'm disabled doesn't mean the other person is perfect, because all of us have our weaknesses in one way or the other. We ran up and down to find how we can keep good health, and Ubuntu came in and opened doors for us, and many other parents who are really struggling to get finances and even get support in terms of just even emotional support. Our many children in the community or even just with special needs need to be given some physiotherapy, and many of us struggle. It's so much expensive when you go to hospitals, and it's so costly. We are not able to get money every day. There are many parents who lack finances to bring in their children to physiotherapy. Most of the children still are hidden, and the community doesn't want to bring them out, maybe because of their condition, maybe because of the challenges that they go through. And we are here to help the parents to bring the children out from the shadows and just to give these children a life of dignity so that they can be able to live a normal life, live a supported life. Muthenya wa umuthi ni kuruguririo tafarira ya korona uruithia wa mwana wa muiritu igongona riria rikuhumbitwo riri ni First Lady Margaret Kenyatta oro hamwe na murugamiri wa ruhonge rwa mathako niwe Amina Mohamed itanya riria kuguna makiria ma ciana cia tuiritu na atumia 5,000. Is that the minute you touch a particular aspect of culture of a pastoralist, they think you are taking away the whole culture away from them. The initiative and the idea of the Johari bead has brought in a new aspect. This project has created a lot of awareness around the country, but also globally. It has raised awareness on the dangers of FGM and supported His Excellency President's agenda to end FGM by 2022, liberate our girls and women from pastoral communities, from the shackles of poverty and indecency. To achieve gender equality as required by our Constitution 2010 and ensure that Kenyan women realize their full potential, we must end FGM. I note with satisfaction that under the Ushanga Kenya initiative, Johari beads have become an emblem of the eradication of FGM. More importantly, they have become a key source of income for women in the 7 counties where this cultural practice is most prevalent. Arimi aria mari rungu rwa Kenya National Farmers Federation Board marina mwihoko wa kuibaibia mihuko yao ica ikuhi thutha wa kigomano kiria kihanikire muthenya wa umuthi.
You heard me talking about AHK. For that, I want to invite This AGM is going to deliberate upon many issues that are affecting the Federation, particularly what farmers need in this country as we think through the agricultural sector growth and transformation strategy that the government has put forward. And we are here to also discuss at the National Farmers Organization what we are going to do to support the government in doing that. We know that the government of Kenya relies a lot, or the Kenyan economy relies a lot on agriculture. Agriculture contributes a lot to the Kenyan economy, and these are the people really who hold this country's economy on their backs. And we are here to ask ourselves, as the government plans to transform the sector, what can we as the farmers of this country do? Siku ya leo tumesherehekea kama wakulima sababu kuna mambo mengi mazuri, kuna mambo ya climate change, kuna mambo ya maendeleo ambayo tumeona kama nchi, lakini kwa sasa kuna mambo pia tungeomba serikali iweze kusimama pamoja na wakulima. As a farmer, kind of has benefited us in my region, in my county, and all the way to the national board by fighting for the rights of farmers, ensuring that farmers' interests are taken care of, particularly in getting policies at the county level. Family na ikundi citare cia githirikari kuma mwena wa Kajiado ni cikaire thirikari nene na thirikari ya county kumateithĩrĩria na irio na kwambika tabarĩra iria ikuhotithia irio cikinywo mwena ucio kuona gwa kahinda riu gukoretwo na ng'aragu ya ihinda iraihu. We are here at the Oldonia Nyoke for the local community to feed them with 1 month ration. Here we have seen a lot of young girls, a lot of children who are right now suffering without food and water. It's our duty to look after these local communities, especially to advise them, educate them. They need to go to school. They need to learn about early marriages, which is not right, and they need to go further and make themselves a better person by education. Ningeomba serikali pia nao watukumbuke kwa sababu mimi kwa mfano hata mimi nimefanya serikali miaka iliyopita, nilikuwa former councillor. Na serikali yetu ninaomba watukumbuke pia, wakumbuke areas kama hii ambayo imekambwa na ukame, area kama hii ambayo kiangazi imezidi. Kwa hivyo serikali watukumbuke, sio kwa kusema watu wachache, watu 10, watu 5. No, nataka serikali wakumbuke watu zaidi. We try to help the needy areas where it's must for the provision and boreholes and whatnot. And we pray to God that they have their daily lunch and pray to others who can donate and go forward. Watu walikuwa wameangamia na njaa, mifugo zimekufa na maji hakuna. Watu wanaenda kilomita kama 25 kutafuta maji, na hata naye lisho ya mifugo imekuwa nadra. Kwa hivyo nimeshukuru sana na nimesema wakaazi wa hapa kiangazi imezidi na mafamilia wengi sana wanaumia kwa sababu ya chakula. So tunaomba serikali kama ingewezekana watu wasaidie kwa sababu ya chakula, ili at least watoto waache kukosa kwenda shule kwa sababu ya chakula. Makiria ma biashara nini magana meri nishitanyetwo kuguneka na tabarĩra iria yambĩkĩtwo ni bengi ya Equity unyitanĩri-inĩ wa thirikari ya Kenya na ya Congo iria ĩtanyetwo kwagageria biashara gatagatĩ ka mabũrũri maya merĩ. Started the Kenya DRC trade mission. We brought 253 Kenyan entrepreneurs. They are being hosted by over 2,000 Congolese business people. And the objective is to get Kenyan entrepreneurs to see the opportunity in DRC,
The second one is to forge partnerships and collaboration with entrepreneurs of DLC so that we promote joint ventures. DLC is just about to enter the East African community, which will open most of the barriers that exist in trade. We see a possibility of at least 100 entrepreneurs out of the 250 making the decisions to invest. Kenya, we don't come here to Congo looking to extract from the Congo to take back to Kenya alone, but to actually grow together. We are very, very entrepreneurial. We seek new opportunities, and I've actually met Kenyans who have been in this market doing business for a while already. So this is, I think, for me, a great opportunity, and we present the opportunity in Congo as an opportunity for Kenyans to come and set up here. The land here is fertile, it's enormous. This is a golden opportunity for the Kenyan people because they're hardworking, and I lead them and show them the way. DRC is a country of opportunity in the sense that the number of population, we are talking about 100 million people, and it's growing at least 3% per annum. So that shows the headroom in terms of growth, especially when we speak about 6% only the banking penetration. So 94% is the potential of growth. Haya, na riboti iyo niyo igukorwo igitwikirira gaturumo mutamburuko witu wa mohoro ma Sky Cable TV Thaa Imwe. Ngaigucokeria ngatho we mwirori wakwa ni gwitikira kunyitanira nani ngikumenyithia riboti iria tugukuhariirie. Ndukariganirwo ungienda kwaraniria na ithui ukunyitanira na ithui nenda-ini citu ciothe cia ukinyariria. Ni nditaga Wanjiku wa Njau na guku turi ni Sky Cable TV Kenya. Ngaikondithiria utuku mwega ni gugutaburukagiria njitagwo Wanjiku wa Njau.